Na hii ndiyo kanuni ya 50, 30, 20. Kanuni hii ni njia rahisi ya kupanga bajeti yako ya kila mwezi ili kudhibiti matumizi na kuongeza akiba. Inagawanya mapato yako ya kila mwezi katika sehemu kuu tatu. Moja, 50%. 50% inasimama kwa ajili ya mahitaji. Hii ni sehemu ya mapato ambayo inatakiwa kutumika kwa mambo ya lazima tu. Mfano, chakula, kodi au mkopo wa nyumba, umeme, maji, mafuta, malipo ya shule au dawa. Lengo ni kuhakikisha maisha ya msingi yanaendeshwa bila shida yoyote. Sehemu ya pili ni 30%. 30% inasimama kwa ajili ya matakwa. Hii ni sehemu inayotumika kwa mambo ya starehe au unavyotaka lakini sio lazima. Mfano, kula nje. Inamaanisha kula tofauti na nyumbani, labda kwenye mgahawa, hoteli au sehemu yoyote ile nyingine tofauti na nyumbani, kwenda kuangalia sinema, kununua vinywaji, mitandao ya kijamii, ununuzi wa mavazi yasiyo ya lazima. Lengo ni kurahisisha maisha na kujiburudisha, lakini kwa kiasi ambacho kimedhibitiwa. Tatu ni 20%. Hii inasimama kwa ajili ya akiba au uwekezaji. Hii ni sehemu ya mapato inayopaswa kuhifadhiwa kwa ajili ya dharura, malengo ya muda mfupi au muda mrefu na uwekezaji. Mfano, kuweka akiba benki, kuweka kwenye mfuko wa dharura, uwekezaji katika biashara au hisa, malipo ya mkopo mkubwa wa baadaye. Lengo ni kujenga usalama wa fedha na kuhakikisha maendeleo ya kifedha ya baadaye. Kwa mfano sasa, kwa mtu anayepata shilingi 500,000 kwa mwezi, anaweza katenga 50% kwa ajili ya mahitaji ambayo ni shilingi 200,000 na 50,000. Matakwa 30% ambayo ni sawasawa na 100,000 na 50,000. Akiba 20% ambayo ni sawasawa na shilingi 100,000. Sasa ili kuweza kuitekeleza kanuni hii kwa usahihi, unashauriwa uanze kuweka 20% kwanza, kisha gawa mahitaji na matakwa. Kila mwezi hakikisha unafuata mgawanyo huu ili kudhibiti matumizi na kuongeza akiba. Kwa nini tunasema uanze kukata 20%? Hii itakusaidia usiingie kwenye vishawishi vya kuanza kutumia ile 20% ambayo ungeweka kwa ajili ya uwekezaji au akiba. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Kama umependa video hii, tafadhali like, comment ili iweze kuwafikia na wengine waweze kujifunza zaidi. Asante.